Verona mjini ni shule part 2. Kesho yake asubuhi ilikuwa kama saa 2 kasoro, Vicky alikuja kunigongea mlango wangu. Ametoka kazini. Kabla hata kufika chumbani kwake, akaja kuniambia, "Mdogo wangu, leo nimetoka kuongea na bosi wangu. Amesema nataka akuone. Kwa hiyo mimi ndo nimetoka kazini. Acha nikaoge alafu nitakuja kukupitia." Akaja kunipitia tena alivyomaliza kujiandaa. "Verona, tu umefanya nini tena hivyo? Huna nguo fulani hivi inayokushika vizuri?" Ikabidi nijitetee. Nimekuja na nguo chache na zote ziko hivi hivi." Vicky akanijibu, "I see, basi tuone kabatini kwangu nikakuangalizie nguo zangu za zamani. Unaweza kupata ambayo itakutosha." Vicky akapangalua kabatini kwake, akapata gauni akanipa nilivae. Akasema, mashallah. Sina mtoto alivyo mkali hivi, afu huku nataka univalie mabatiki. Haya, ngoja sasa ni request afu tuende zetu." Nikamuuliza ku request ndo nini? Akaniambia, "Mdogo wangu, yani una mambo mengi sana ya kujifunza. Nitakufundisha kidogo kidogo." Basi bajaji ikafika, tukatoka nje. Lakini jinsi nilivyokuwa natembea, mtu yote kabisa alikuwa anaona, anakuwa kama sijiamini kwa sababu nilikuwa nimevaa nguo ambayo sijazoea kuvaa. Hata yule mama anayepika vitafunio pale nje, jirani yetu, alikuwa anatushangaa sana na tulijua kabisa huyu mama anatushangaa mno. Tukapanda bajaji. Tulivyoondoka tu yule mama akakimbilia ndani kwa wale wa mama wengine. "Hivyo nyewe binti mmemwona? Mbona amekuja na kasi?" Mama mwenye nyumba akadakia, "Yaani na ushosti na Vicky kaanza lini?" Akajibiwa, shauri yake, sie tupo naye mpaka apate ukimwi." Tukafika kwenye nyumba ya bosi wake na Vicky, maeneo ya Mbezi Beach. Nakumbuka nilishtuka moyoni, nikasema, watu wa mjini wanaishi? Kabidi nimuulize Vicky, "Hii ni nyumba kabisa ya mtu?" Vicky akanijibu, "Sina shangaa nini? Yaani ukituliza akili mdogo wangu unapata zaidi ya hivi. Yaani hapa hujaona chochote bado." Ndani ya hiyo nyumba aliishi bosi wake na Vicky, alifahamika kwa jina la Madam Bianca. Tukaingia sebleni, alikuwa amekaa pamoja na wadada wengine. Vicky akaanza kumwongelesha, "Madam, huyu ndio yule dada nilikwambia nakaa naye anatafuta kazi." Yule madam aliniangalia juu mpaka chini. Huyu demu ni pini, sema rangi yake ndo sijaielewa hata kidogo. Yaani naona giza tu. Na hizo nywele, ataamua kama ataweka dawa, atasuka au atavaa mawigi. Hapa hii ni sehemu ya biashara, sio kanisa la Kisabato. Ina maana wewe Vicky umeshinda kumtengeneza mwenzako?" Vicky akamjibu, "Madam, huyu ndo kwanza amekuja jana." Madam huku akiniangalia, "Huyu ataniingizia hela nyingi sana. Sema nenda kwanza kasafishe hiyo rangi. Utamrudisha hapa baada ya wiki 2. Gharama zake zote za kumtengeneza kwanza nywele, lotion na kila kitu utaniambia, nitakurudishia lako." Baada ya kama lisali moja hivi tulikuwa tayari tusharudi nyumbani. Ilikuwa mida ya saa 4 asubuhi. Vicky alikuwa amekaa nje anafua. Ikabidi nimfuate tuongee. "Vicky, ile kazi ni kazi gani? Na yule bosi wako mbona anaishi na wadada wengi vile? Wale ni ndugu zake au?" Huku anatabasamu, "Wale ni wafanyakazi wenzetu." Kwa na mimi nikianza kazi nitakuwa naishi pale? Hapana, wale wanaishi pale kwa sababu hawajamaliza mikataba yao. Watu ambao madam amewatafuta mwenyewe wanaishi pale mpaka wakimaliza mkataba ndo wanaondoka. Utajifunza mengi zaidi ukianza kazi. Sasa hivi inabidi nimalize kufua, nende sokoni nifuate vitu vya kuchanganya kwenye lotion yako." Basi Vicky alivyomaliza kufua tukaenda stendi ambako kulikuwa kuna soko kubwa. Vicky akanunua mayai pamoja na carrot. Tulivyokuwa stendi nikamuuliza maswali mengi zaidi. "Hivi Vicky, kwa nini wewe na wale wapangaji wengine hamuongei?" Vicky akaguna, "Yaani maneno mengi mimi siwezi. Yaani kwa mfano wale wanaokaa pembeni yako ni Ostaz na mke wake ni Wampea. Yule mama anayekaa mbele yangu anapika vitafunio ni mlokole lakini ni mnafiki. Mama mwenye nyumba ni Mswahili sana. Yaani mtu pekee ambaye na mazoea naye labda ni yule Msomali bajaji." Tulivyofika nyumbani, Vicky akaanza kupika vile vitu alivyotakiwa achanganye pamoja na lotion. Alivyomaliza akaacha vipoe, alafu kisha akaweka kwenye bakuli, akachanganya na vitu vingi. Akaniwekea kwenye makopo mawili, akaniambia, "Hii moja ni scrub, hii nyingine ni ya kupaka. Hii scrub unapaka ukiwa unaenda kuoga, lotion utapaka asubuhi na jioni." Jioni mida ya saa 1 Vicky akajiandaa ili aende kazini. Akaja chumbani kwangu kugonga kuniambia, "Rona, mimi ndo naenda kazini. Kama utataka kuangalia TV au kupika chumbani kwangu, funguo iko kwenye carpet." Kutaka kuchelewesha, siku ile ile nikaanza kutumia vile vipodozi. Nikaenda kuoga, baadaye nikapaka lotion, nikakaa chumbani, nikampigia mama yangu kumsalimia na kuongea na wadogo zangu. Njaa ikaanza kunishika, baadaye ikabidi nitoke niende chumbani kwa Vicky nione kama naweza kupika kitu chochote.
Nataka nianze kupika, nikagundua Viki hakuwa na mafuta. Kwa hiyo ikabidi nitoke nikamgongee yule mama anayeuza vitafunio. Nimuombe, "Mama, naomba nisaidie vijiko viwili vya mafuta, nataka niunge mboga." Hivi binti, unahisi maisha mjini angekuwa marahisi hivyo? Si kila mtu angekuwa anakuja. Mimi mafuta yangu ni ya kupika tu kwenye biashara. Alinijibu vibaya, nikarudi tu chumbani, ikabidi nile mchemsho.